Bwana asifiwe. Mara nyingine tena, majina yangu ni Elijah Mila, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Bwana kwa sababu ya vile ambavyo tumeendelea kujifundisha neno la Bwana. Na leo hii nataka kwenda kwa fundisho lingine ambalo nataka kuongea habari ya imani katika neno la Bwana, believing in the word of God. Na nataka kusoma katika Romans 4 verse 17. Na tusome. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Mbele zake yeye aliamini, yani Mungu mwenye kuhuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Mstari wa 18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyo neno, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, mbali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo imehesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba imehesabiwa kwake, bali kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Hapa tunaona Mungu aliahidi mambo ya Abraham, vile atakavyokuwa baba ya mataifa mengi. Lakini mtumishi wa Bwana Paul alipokuwa anaandikia Warumi, aliendelea, lakini mstari tumeanza imesema kwamba kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba ya mataifa mengi. Mbele zake yeye aliamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Kwa hivyo nataka tupate ukweli huu ya kwamba Mungu huyasema mambo yasiyokuweko kama yako. Hii ndio imani. Imani si kuwa unatarajia mshahara mwisho wa mwezi. Imani ni wakati ambapo unatarajia kuna kitu umemwomba Mungu na kuna kitu Mungu aliahidi, na una uhakika kwa vile alivyo Mungu atakuja kutimiza. Ukiulizwa itakuwaje, hautajua vile itakavyokuwa, kwa sababu Mungu ni tofauti sana. Hii ndio imani. Si kwamba wewe unaweza kukosa kuamini Mungu. Sasa hapa kuna hali ambapo tunaiona, ndio ni kuonyesha hali yako vile ilivyo it does not matter kama Mungu atafanya ama hatafanya. Wewe hautegemei vile ulivyo hali yako. Ukisoma mstari wa 18 hapo Romans 4. Sasa tunaambiwa hivi, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hivyo Abraham aliposikia neno la Bwana kwamba atakuwa ni baba wa mataifa mengi, maandiko yanasema naye aliamini na kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hii ni kusemaje? Maana Abraham alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na miaka 90, lakini alipata kuamini. Maana kuna sehemu Mungu alikuwa amemwambia mambo mengi, lakini kuna wakati mmoja malaika walitembea kwa Abraham na wakakaribishwa vizuri sana. Naye Abraham akaambiwa, mke wako Sara mwaka ujao kwa wakati kama huu atakuwa na mwana. Yaani saa hiyo ahadi ilikuwa imeshakaa kwa muda mrefu sana. Na sasa imefika, Abraham amekuwa na miaka 100, Sara amekuwa na miaka 90 years. Na malaika amesema
mwaka ujao wakati kama huu, mwaka ujao wakati kama huu atakuwa amepata mwana. Lakini Bible inasema hata Sara alicheka. Alipokuwa haikuwa hapo, alikuwa kwa chumba kingine, lakini akacheka aliposikia ile neno limesemwa. Mwanamke ambaye ana miaka hiyo, tumbo lake ni kama limekufa, kama vile tumesoma katika mstari wa 18. Lakini ati hakuwa, he considered not his own body as good as dead, or the deadness of Sarah's womb. Kwa hivyo hakuangalia hali ya mwili wake, hakuifikiri, hakuiconsider. Maana angeconsider, mimi nina miaka 100, Sara ana miaka 90, kwa hivyo siwezi kuamini jambo hili linaweza kufanyika. Hivyo ninataka kusema Mungu ni muweza wa yote, na Mungu akiahidi kitu atakuja kufanya. Mungu akiahidi jambo atalitimiza, haijalishi hali vile ilivyo. Kuna watu ambao wamesikia prophecy ikisemwa, Mungu amesema utakuwa hivi, utakuwa hivi. Wengine, kuna mtu mmoja alienda kuombewa, akaenda kuombewa na mtumishi wa Mungu, lakini alipoenda kuombewa Mungu akaongea akasema, wewe maisha yako utakuwa unaishi huko Uingereza, utatoka nchini, utaenda kufanyia kazi huko. Ule jamaa katikati ya maombi alicheka. Akamuuliza, wewe kwa nini unacheka katikati ya maombi? Akamuuliza, sasa unaniambia nitaenda kuishi London, nitaenda kuishi huko na mimi nimefika class 2. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Chochote kinawezekana. Maana Bible inasema Abrahamu aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. He believed against hope. So the situation was hopeless, but he believed against hope. Wakati mwingine unaweza kuwa watu wamekuwrite off, watu wamemaliza na wewe, watu wamemaliza na hawataki kujua ado makale ikia nawe pio. Hata wewe unaona hauna lingine, na unasikia sauti ya Mungu inasema, neno linaandikwa tunasoma ya kwamba tuombe Mungu, ya kwamba tuombe Mungu. Kuna watu wamefika mahali katika maisha, wametosheka, wamefika pale, hawaombi Mungu kitu kingine, maana wanaangalia hali. Ujumbe wangu wa siku ya leo, do not consider vile ulivyo sasa. Usifikirie sana kuhusu familia yako, umezaliwa na nani, umesoma mpaka wapi, unajuana na nani. Wewe amini Mungu anaweza kufanya chochote. Si kwamba wale watu waliosoma ati ndio watu watakao kuwa wakubwa. Si kwamba watu wale waliozaliwa na familia za matajiri ndio watakuwa wakubwa. Wewe Mungu anaweza akakuinua wewe. Unaweza kuinuliwa. Unaweza kubadilishiwa hali yako. Mimi mnavyoniona hapa nimeanza mbali sana. Watu wengine wakati mwingine watu wanaona kama mimi nilizaliwa na matajiri, lakini mimi nilizaliwa tu vile vile. Mambo nimepitia mazito, lakini imani kwa Mungu, nilivyosikia neno lake, nikasikia nabii akisema, nikaamini. Na kuna mambo makubwa sana ninatarajia kutoka kwa Mungu, na hakuna nguvu inaweza kuzuia. Abrahamu, andiko inasema kile kilifanya atarajie yasiweza kutarajiwa, si bila kuangalia hali ya mwili wake, ni kwa sababu alimhesabu Mungu aliyeahidi kwamba yeye ni mwaminifu kutimiza. God is faithful. Ukisoma neno usifikirie ni la wale, hata wewe ni lako. Mungu anaweza kukuinua kutoka hali hii mpaka nyingine. Maandiko yanasema yeye ndio anainua masikini, na mhitaji anamuinua, anamketisha kukula pamoja na wafalme. Inawezekana wewe ukainuliwa. Inawezekana wewe ukakuwa mtu mkubwa. Bwana akubariki sana. Bado tutakapoonana wakati mwingine nikikuletea ujumbe mwingine, na ninajua utabarikiwa. May God bless you. Shalom.